AI ina ngazi nyingi sana. Lakini at our level we are going to do, by the end of these trainings, we are going to deal with three major levels of AI. Now, before I go to AI, we ask ourselves first, what is AI? ChatGPT, Gemini, unasema nenda kwenye training kabidi niulize hivi kuna mtu ambaye hatumii ChatGPT. Wakaanza kucheka kwamba it looks like impossible. Leo tunatumia ChatGPT. That is AI. Now, kama unakumbuka historia tuende kidogo alafu narudi. Just a simple history. Before mwaka 2022 fulani hapo. Mnakumbuka hapana, nirudi mbali kidogo. Hapa kuna Tanzania tunasema kuna watoto 2000 alafu kuna wakabla yao, ndio. For us who grew in the 90s, walioenda shuleni miaka 90 kidogo kule. I remember we had a life without technology. Okay? Nakumbuka tulikuwa na simu za mezani ambazo ukifundishwa hivi. Unaweza kupiga. Tulikuwa na simu za jamii tunaita ambapo ulikuwa unaenda sehemu then it was a public place whereby you queue to make phone calls. But these days you have this place with a lot of intelligence in there. Okay? Then we came to a time when computers zikaja. Nakumbuka kompyuta zetu za kwanza. Babangu alinunua kompyuta ilikuwa na MB RAM 512 GB nusu. And that is what I used for my college life. But right now we have very powerful computers which seems to be less in size in terms of ukubwa wake, but very much compact in power. So that is how technology has grown. So with each succeeding generation, kumekuwa na some intelligence ambayo inawekwa pale. Okay? Something that helps human beings make their work faster. Okay, that's how unaweza type a wrong word and then ikakusuggestia kwamba ni neno inapaswa kuwa hivi. That is a form of intelligence. Human minds have intelligence. Tuna akili ndani yetu. So human beings to make technology relevant kwa watu came up with artificial intelligence, a series of things. I will not go very much into the history and how it works. I'll just go straight to the application kwamba tupate kuelewa. Okay? Artificial intelligence. Now, artificial intelligence is from 2023 when ChatGPT nimeizungumzia leo kwa sababu it was a very fast application ambayo took off kabisa because it seems like it answered a question about wamekuwa wakiuliza kwa muda mrefu. Kwamba how can I summarize information and get the output I want in the shortest time possible. Dr. Mapigano amefanya kazi nzuri hapa. To come up with a book like this, inabidi aende akasome, ndio, achukue notes, summarize, achukue na maarifa mengine hapo ya vitu pamoja. Probably alienda maktaba akachukua vitabu zaidi ya 12. I think utaniambia daktari ngapi. And then you put together and then you put information that fit inside here. That is how we used to learn. You go to the library, take notes, and then summarize the notes. From the notes you make sense, and then from that you put it in a flow and give it to an editor ili kwamba kupatia what you want. But these days we don't do that. What do we do? Tunachukua, tunaenda kwenye ChatGPT, ndio, tunaingiza information pale, afu inatupatia jibu. But remember, kabla ya ChatGPT kulikuwa na Google. Unakumbuka? Kwamba you go and search for a word. Afu kuna links zinakuja kadhaa. And then you pick the relevant ones you want, you summarize, and then you come up with what you want. For what tumefanya research na kama hiyo. Now with artificial intelligence, that time period has been narrowed down. Kwamba your intelligence is, for lack of a better word, outsourced. Unapatia mashine kufanyia ule mchakato wa kwenda kufanya research, kusummarize na kupatia unachokitafuta. So we are going to learn about those levels today, and then we're going to see how we're going to fit it into the experience of each and every person here. Let it start. So as it starts, nilikuwa nasema kwamba kuna level nyingi, but we're going to deal with as Epwet and Fortune International Company within a part. That is what is most relevant was actually 90% of our work in a quite involved part. Almost everything. Level ya kwanza, it will come here, let me just try to connect. Number one, reactive AI. Reactive AI. Reactive AI, tunasema ni kwamba humans prompt every step and AI answers but does not act. So that is what we use most of the time. Almost all of us wanatumia level ya AI. If you use ChatGPT, you're probably reacting to something.
unachukua swali ulilonalo, then you give the chat and then it answers you. That's it. Stop. Full stop. So this is something that is accessible to children as well as adults. Reactive AI. So that is the first step we're going to do. Actually, this talk here, this first session, is to touch something reactive AI. The next level is workflow AI. Now, normally kwenye reactive AI tunatumia tool moja. Ukienda kwenye chat ni tool moja. That is what you use to get an answer. But kwenye workflow AI, you use more than one tool to give you what you want. For example, take an example, unataka ku draft barua, ndio. Unataka ku draft barua kwa lugha ya Kiswahili following a certain format, okay? And then having various parts. Now, workflow AI will help with that. Kwa mfano, unataka kufanya research, you want to maybe write about mikoa ya Tanzania. But the information inapatikana kwenye website plan. But you want to put it in PDF and then send it as an email. Hizo ni steps kadhaa, ndio. So normally ukitumia level ya kwanza, utaenda ChatGPT, utasema kwamba ninaomba information kuhusu mikoa fulani, itakupatia, then you feed all the information you want, you take it from there, you put it in maybe Microsoft Word, ndio, alafu una format. Then una convert to PDF alafu unatuma. Somebody said you're acting like a flash drive. Unaingia kwenye application moja unatoka, unaingia tena unatoka. But when it comes to this second level, you do it once, put a few things and then it flows through that. Inatoka kwenye kwa mfano, you can decide and say, chat interface ya kwanza, it accepts the question that you have. Kwa mfano sema, I want to do research about mkoa fulani. Number 2, on its own, inaenda kufanya research Google. Yenyewe, hiyo ni step number 2. Using a tool like, we have the technical guys here, what we call the search ERP. Google has a tool API ni kwamba kuna connectivity na inakuruhusu hata kama usikwenda moja kwa moja kwenye research kwenye workflow hapo. Then step number 3, it summarizes in a certain way. Unasema format number 1, number 2, number 3, uweke hivi. Then number 4, convert it to PDF. So saying this step number 2, you have 2, 3 up to 15 or 100 apps depending on what you do. Inaweza kama complex kama apps nyingi kwa pamoja. Kwa mfano ukawa na ChatGPT kwa ajili ya kusaidia kufanya research. Ukawa na Google kwa ajili ya kusaidia kutafuta information for certain websites. Ukawa na app ya PDF ya convert text ulionayo to the PDF that you want, the format that you want. Then ukawa na app ya email kwa ajili ya kufanya email kwa jamaa. Or you may have SMS app to notify as well. So that is the workflow. Hii na side bill, side ya kwanza side ya kwanza involves the general public. Wewe na mimi. We will discuss that as well. We will make sure that at the end we have that for ethics as well. Kwamba we have the sides of the coin. The developers will show how we can use workflow. I use that myself. Kwenye kufanya kazi iwe rahisi. Where you don't have to go into ChatGPT and copy paste things. Unafanya moja kwa moja. Just one chat interface, you wait for a few minutes, it gives you the answer. The agentic AI, that's the most interesting one. And that is where the world is right now. Everybody anazungumzia agentic AI. Agentic AI is, it knows how you behave. You've given it all your records. You've given it how you search. You've given it database ya yote unavyofanya. Then it understands from what you're doing, what you want, the output that you want, and then it will give that from time to time. Kwa mfano, mmefanya campaign kama kampuni kuwafikia wateja fulani. Naona you have several portfolio products pale. Kwa mfano, mnataka ku expand kampuni ya usafi. Then you decide that every single day you're reaching out to 100 offices across Tanzania. Okay? So you have AI anafanya kazi ya kutafuta kampuni zilizopo kwa mfano Singida. Kama labda leo tunazungumzia Singida. So it gives a list of all the offices based on their online portfolio. Labda umeenda kutafuta kwenye database ya Google, labda umeenda kutafuta kwenye Zoom Tanzania, wherever they are. The next step now, it now gives that into an Excel sheet. Inafika kwenye Excel sheet yenyewe inafanya kwenye Excel sheet. And then you reach out. So kama ni David anaingia mle ndani, anaangalia contacts zilizopo, then you start making calls and messages. Now the problem is normally the follow up, si ndio? Wale mnaofanya
people working at front office, follow-up is normally very difficult. So this helps with follow-up. Unaambia every 2 days, hebu rudi, kaangalie, ukitumia message mwambie hivi, nilikutumia, nije umepokea. That is what happens there. It does it on its own. Of course, you put what we call goals, guidelines, plans, and execution steps so that it works well. Now, leo tutazungumzia level ya kwanza, where majorly we'll be talking about how we can work very well, because ukipatia kwenye ground level, that very first level that I talked about, reactive AI, the next levels are very easy. You build on that success, kufanya workflow AI, and then on workflow AI, once the workflows are smooth, agentic AI is very easy to do. Kwenye agentic AI, we hire AI agents. I'm talking to the young people here. The world in 3 to 5 years, itakuwa na AI agents kiasi kwamba, how many are we here? 20. Kiasi kwamba in boardrooms across the world, starting from the West sasa hivi, there are massive layoffs. Sitishii mtu hapa kwamba tunapigana na kusikiliza kama tutatishwa kazi. But the massive layoffs, for example, Meta the other day wamefukuza watu kufukuza. Wamewaruhusu watu kwenda nyumbani watu kama 5. Kampuni moja. Why? The world is looking for people ambao mtu mmoja ana productivity watu 10-15. The question is, as a young person, are you preparing for that future? Where ukikaa kwenye kompyuta yako, wewe uliokaa mtu mmoja hapa anaweza akafanya kazi ya watu wote na bado akabaki na muda kufanya kazi nyingine. We are going to a world where we need more minds that strategically think rather than just do routine tasks. Routine tasks are being outsourced to AI. Yeah. Nikupatia a very small example. The other day, I think 1-2 months ago, as we enter into now this first session, nilienda kwenye shule fulani. They have 800 students. Na walitaka kwa kila mwanafunzi, they write a sheet of paper that has the name of the student, the school fee that they wanadaiwa, what they've paid so far, and other information that is personalized for them. Then nikamuuliza, hey, ulikuwa unapanga kufanya kwa muda gani? Tunajipa kama wiki 3. We sat down, we set a few systems in place, and we're done in 3 hours. From 3 weeks to 3 hours. That is the power of AI, okay? And so many other things are happening right now. Our competitors, tunafanya hivi kwa sababu our competitors, outside they're coming back now also into Tanzania, are using AI to move forward. They are equipping their teams kufanya kazi nzuri. Na tunataka kuanzia kampuni yetu hii, we also do the same. So that imagine if Epic was 10 times more productive. Yeah. It will be very powerful, isn't it? Sure. Yeah, that's what you want to learn. The very first thing you normally learn kwenye AI is how to ask good questions. AI is about questions. Zamani wakati wa Google tulikuwa na kitu inaitwa search engine optimization. That means as a company we needed to do certain things ili kwamba tukienda kwenye Google akisearch the best HR company in Tanzania. Everybody iko pale kwenye page ya kwanza. So we call SERP, search engine result pages. Tuwe kwenye page ya kwanza. That was the biggest aim. Today it doesn't just end there. SEO is still good, it still works. Lakini we want to also be found in ChatGPT. Kama unaenda kusearch kwamba I want an HR company that is qualified. Watukute all that information out there. Okay? So we've gone what we call answer engine optimization. Kwamba watu wanapouliza swali kwa popote pale, they get the answers that they need. So we are going to learn how to ask good questions. Okay, so the first thing we are going to learn about, we've already introduced AI. We shall introduce AI company. And number 2, prompting techniques. How we write. Once upon a time, people could not come barua. You needed to master English 1. You know how our country is making it. Yeah, you need to know how to get a template, you customize, anything. But how can you use AI to write repeatable things? Letters, templates, and briefs. Even if we know when you kind of come at the basic level, but they're very important towards helping us do the bigger things. Kitu kingine, how do you use AI to verify? Sasa mwe kusikia kwamba yeye ni mwongo. Ever had that? Wana chachipitia na danganya. Mnasikia hicho kitu? Kama anadanganya. And wanasema kwamba akiwa anakuwa more confident akiwa anadanganya kuliko anaposema ukweli. There's a term here, the terminology tunaita hallucination. Kwa maana anapoenda kudanganya anaweza
upanga, yani ukaona kwamba hii machine imenyoka ndio hii hapa. So we need to do what you call verification. Then tutazungumzia about the ethical use of AI. You don't just trust the thing blindly. You have to verify what you have. So treat AI as a first draft, kitu cha kwanza, and then the other things will come after that. Now, so normally when we do this also, we begin at the basic level. Nikwambia, we begin with reactive AI, and with the first level skills the employees tunazungumza at the reception level, at the people who, because I believe kwenye ofisi zetu mbalimbali kuna zile basics ambazo tunafanyaga. So that's where we are going to begin. Talk about drafting letters, memos na emails, summarizing. How do you summarize that? Boss amekupa PDF ya page 2400. Anahitaji ripoti yake ndani ya siku 2. Swali la kwanza, how many of us read all that? What do you do when you're given, sometimes it's one document, umepewa documents 10. You have to summarize them. Amekupa vitabu. Kwamba can you get a string that runs across my books? Hivi vitabu ni vingi, afu nikukua. So how do you, for example, umeenda kwenye Thanksgiving, umeenda kama employee wa Epic, umeenda kwenye shule fulani, and you want to set what is written in this book, help them to understand so that they also come and become our customers. What do you do? Kisoma chote na una siku 2 kufanya hivyo, or what you have to do? How to use AI kusaidia kufanya assignment kama hiyo. We are going to learn how the tools that we use to do this. Kuna how to extract hidden data. Tuna mtu wa tax hapa. Jana nilikuwa na mtu wa tax rafiki yangu ambao nilifikia kwake. He works at TANESCO. Yes. So ananipa PDF ya kama 3 hivi. Moja ina majina, ina serial number, ni malipo ya receipt. Then nyingine ina abstract data. Hamna relation kati ya hizo. How do you take documents that look AY, yani zimekaa kushoto kulia, and then you arrange them smartly so that you get certain data out of them. Kwa mfano nimekupa historia ya kampuni ya miaka 10. I want you to help me get a certain trend that has been flowing from the year 2016 to the year 2026. How do you use AI kusaidia to get that beautiful trend? We're going to learn that as well. Pia, how to use AI for language support. Imefika wakati ambapo hatuwezi kusema kwamba Kiingereza ni janga tena. Nikikupatia report, don't bring the report in broken English. Ukipewa email ya kuandika, email isiwe na makosa. Kwa sababu nini ipo hapa? AI helps to clean up things. Okay? So how do you use AI to help you not only write but write in your own language? Kwa sababu boss hapa anafahamu watu na anapoandika. Sasa ikiwa ghafla tu you writing a report that looks like umekuwa ukirashia. Pamoja kama umeandika na yeye Kiingereza kimenyooka. We want to write in a language that is understandable. Simple, clear, very concise. Okay? So we are going to go into something called AI prompting. AI prompting. Prompting is asking questions. And piga picha unaenda kwenye restaurant mjini kula. And then umekaa pale, you ask them, nipe chakula cha kushiba. What will the aliyekuja kupokea ask you? Chakula cha kushiba, what do you want? Dada alikuja kuniuliza kama nataka kula nini. Then she asked me kuna ugali, nikamuuliza una nini? Akasema kuna ugali, kuna wali, kuna hichi. Then we discuss and reach a point where I give her what I eat. Okay? And that is how it is. When you ask, piga hesabu watu wawili wameenda kupika. Mmoja akisema nataka chakula cha kushiba. Then sasa wanaanza kusumbuana na the receptionist kwamba na what you want, ugali, ni wali, nikupe na fedha gani, kiasi gani, chakula shilingi ngapi. Mwingine akaja akasema kwamba mimi naomba ugali na mboga na mshikaki, nipe na juice ya parachichi isiyokuwa na sukari, bajeti yangu shilingi 5,000. Yupi ametupa ameuliza vizuri na atahudumiwa haraka. Sio hapo. That same thing. Normally when you go to AI to ask questions, unauliza maswali gani? We're going to learn about, I wish we have we're going to learn about the prompt engineering framework. I'll just put it in such a way that utaweza kuelewa. There are 6 things, kuna vitu 6 things that fit into a good AI question.
6 things hizo tutadiscuss hapa. Number 1 is the task. AI kufanyia kazi gani? What do you want the AI to do? Generate a report. Analyze this PDF. Hayo ni maneno, action verbs ya kuonyesha AI kwamba nataka ufanye kazi ya aina fulani. You can use this in any AI tool that you have. Number 2, so all these things are supposed to be written into a comprehensive AI tool. Kitu cha kwanza is the task. What do you want me to do? So I want to generate a report. Tunatumia action verbs, analyze, compare, etc. So that is one element of a good prompt. The next is the context. Analyze a report that is to be presented to the ethic board. So you give it a context. Analyze or generate an Excel sheet that I will use to compare this data and this data. So that is the context. Use words like you give it the environment. Okay? Nafikiri baada ya hapa nadhani tuwe very serious. Ukizunguka na afu kaenda pia mafyongo nitakunyonyoa. Yaani baada ya hapa ni kukimbia. Mimi mwenyewe hapa anayezungumza mengi sijawahi kuingia sana, lakini nimekuwa nikifanya. Kwa hiyo muwe very serious. Kwa hiyo naomba tuelewane. Yaani kazi amezungumza hapa, ameanza kuzungumza kazi ya wiki 3 whatever, unafanya kwa saa moja. Kwa hiyo naomba hii ni session ya muhimu kweli. Wazee wangu pia hata nyie inawafaa. Alafu tutapata muda tutakaa. Sio wazee wangu. Sawa. Okay, the environment for the success metric, yani kwamba ili kuwe na mafanikio, what do we look at to make sure in order for success metric, okay, in order to get an expected answer, what should happen during the context? Tutakuja kuangalia wakati. Number 3, we have an example. Give it an example. An example could be, unaweza ukaifeed au ukaipatia data of what you've done before. You could give it a sample data of somebody, kitu ambacho mtu amekifanya sehemu nyingine. Maybe something downloaded from the internet. Hapo ka attach that also qualifies.